Natamani watu wajue. Biblia inasema, ndio, tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka. Ngoja, anzia 50. Anasema naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu akaitoa roho yake. Ndio. Natazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Ndio. Nchi ikatetemeka. Ndio. Miamba ikapasuka. Sikia, nchi ikafanya nini? Ikatetemeka. Miamba ikafanya nini? Ikapasuka. Endelea. Makaburi yakafunuka. Ndio. Ikainuka miili mengi ya watakatifu waliolala. Ndio. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Ngoja. Miili ya watakatifu ikafufuliwa. Maana makaburi yalipasuka. Lazima ufuatilie hii historia. Kwa nini ilipasuka? Kwa sababu huyu mtu alikuwa ni mtu wa pekee. Maana alikata ile minyororo ya laana, alikata minyororo ya kufa, alikata minyororo ya kutokusoma, alikata minyororo ya kutokuolewa au kuoa, alikata minyororo ya kutokuzaa. Aliondoa ule utasa kwa jina la Yesu. Na ndio maana katika Isaya anasema, piga kelele wewe uliye tasa, ima kwamba tena unaweza kuzaa. Kwa nini? Kwa sababu shetani alipofunga Yesu, Biblia inasema alipokata roho, ndipo kamba zilikatika, ndipo nchi ilitikisika, ndipo mimea ikajua kwamba huyu ni mfalme wa wafalme. Haleluya! Watakatifu wakafufuliwa. Mwambia roho, unaelewa haya mambo? Baada ya kukata roho, je, kuna mwanadamu yupi? Je, kuna mtume yupi ambaye alikufa hivi vitu vilitokea? Nani? Hata wakina Musa haikutokea hiyo. Hata wakina Elisha haikutokea hiyo. Hata wakina Yohana haikutokea hiyo. Ni kwa Yesu tu. Haleluya.